Habari zenu ndugu zangu, kaka zangu bana, leo nataka nishare baadhi ya vitu kwa sababu hapa ninaenda katika job, katika kazi natoka kwa muda huu, kwa sababu leo nimeruhusiwa kutoka muda huu. Nataka niwashauri walioko kwenye kampuni wanafanya kazi. Nadhani ushauri huu utawasaidia pia kutoka katika ngazi moja ama ya pili. Jamani, hapa Dubai kazi zao sio rahisi. Kazi ni ngumu, inategemea na kitengo ulichowekwa, lakini nazungumzia kwa ujumla zaidi, ili tupate kuelimishana ama kupeana mawili matatu, lakini pia isiwe ghadhabu ama isiwe gumzo au isiwe usumbufu. Lakini leo nataka nishare na nyinyi ndugu zangu. Kwa sababu ndio nimeamka muda mrefu, nimeswali, baada ya kuswali nimeenda chooni, naweza kuenda chooni, nimejiandaa. Sasa ndio natoka chumbani la kuongejea mabosi wafike ili niende kazini. Sasa kwenye kampuni siku zote kuna mjumuiko wa watu mataifa mbalimbali, na kila taifa inakuwa na hulka zake au tabia zake, lakini nahitaji kwamba nizungumzie changamoto kwenye makampuni. Kiukweli changamoto kubwa kwenye kampuni, shanifahamu, kuna baadhi ya kampuni changamoto zao kwenye kazi, kuna baadhi ya kampuni changamoto zao kwenye watu ambao unaishi nao, shanifahamu, ni changamoto kubwa. Au changamoto nyingine kwenye accommodation za sehemu za kulala, kwa sababu kula haipi usumbufu sana, au kwenye mshahara pia, inategemea na kampuni inavyotoa mshahara. Lakini watu mara nyingi wanaangalia katika sehemu mbili mpaka tatu kwenye watu, mshahara na kazi, na pia inaingia kwenye sema malazi kidogo, mazingira. Jamani, naendelea kuelezea hali ilivyo. Kuna foreman huyo kwa kitengo chengine sawa hapo. Naona foreman hao watu wengine waliokula wamekaa wenyewe, wameshamaliza shift zao za usiku, wanakunywa chai, wanajiandaa kulala zaidi. Kese tike good mia can I finish? Why? Only chai? My chai? Another name? Aywa. Why? Shu parata, chapati, baden power hair. Why no kana? Aywa. Okay. Nasalimiana na babu zetu. Lakini kiukweli bana, kwenye changamoto kuna kampuni nyingine kwa ziko nzuri tu, mazingira ambayo unayaona mazingira hayo katika upande wa pili huku wanalawa madereva na watu wengine. Lakini tuache hayo. Hizo njia nimekutajia hapo ni njia ambazo muhimu katika accommodation uziangalie, kwa sababu ikiwa hizo issues zinakuwa ni ngumu kufanya kazi, unakuwa unashindwa zaidi. Unashindwa. Chanifahamu, unashindwa. Kama mfano hapa sehemu ya kula hapa, watu waje kuchukua chakula na kununua hapo sehemu yake, siwezi kuingia kwa sasa hivi. Moja kuchuta maji hapa. Tuingie kwenye topic. Hapa moja kuchuta maji hapa ya kunywa. Kitu cha baridi safi. Kule maeneo ya jiko yale kule, jiko ile kule, na maisha yanaendelea zaidi. Pametulia, umeona hizi sema accommodation zetu hizi.
wengine wao wanavuta sigara au wanaangalia, wanawaza mambo yao. Sasa ikiwa katika sehemu hizo nilizozitaja hapo, inakuwa ni ngumu hapo kidogo kwenye kampuni, inakuwa ni kitu ambacho huwezi kuishi, kwa sababu kawaida Wahindi ni wabaguzi sana, kwa sababu kwamba walijiona kama wao ndo wana rangi nzuri, kama nywele nzuri Lakini muhimu kwamba ikiwa umekutana na hali hiyo, bimaana unatakiwa wewe mwenyewe ujiwekee, takiwa wewe mwenyewe ujiwekee mipango yako sawa, lakini usikate tamaa, kwa sababu hata ukienda wapi kwenye kaburi inakuwa nini. Huyu ndo rafiki yangu bana, huyu rafiki yangu, lakini karoa sana. Umeona rafiki mzuri Lakini usikate tamaa, lakini hizo ni changamoto tu ambazo unatakiwa uzipitie na ili maisha yako kae sawa. Shona watu wameshamaliza shifti zao, wanakaa mazingira sawa ili wapate kulala, wangoja shifti nyingine. Lakini kwenye accommodation hizo sehemu zilizotaja hapo, inatakiwa mwenyewe sasa uzikubaliana nazo, kwa sababu haina jinsi. Ukisema kwamba kati tamaa, bimaana sawa na kukatisha ficha yako. Naam guys, ila usisahau subscribe, kushare, kucomment, kuweka alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video mpya pindi pale tunapokuja kutuma kuelimishana. Lakini haya yote inahitajika uwe na moyo wa kupambana. Unaona pressure zile, ni pressure zile, ushazoona zile watu wanapiga kazi, milima ile unaona gari hapo na gari hapo umeziona, ambazo zinachukua mizigo, na pressure nyingine ile pale. Bana bosi ameshafika, bosi tunakutia vitu kwenye gari, tutoke sasa hivi tukatimize wajibu wetu. Kwa kweli mimi nisharidhika na maisha ambayo nimekuja kwa Dubai, hata kama itakuwa changamoto zipo nyingi kwenye mishahara kidogo changamoto, lakini kwenye ulalaji hapo nashukuru Mungu tumeshaweka mazingira sawa. Lakini lakini bado tunaendelea kupambana, na lengo tunachukua video hii kwa sababu nahitaji watu wapate kujua, na wao wawe na moyo na bidii kufight. Sana rafiki zangu nakwenda ofisini. Jamani, hakuna kazi ambayo isiyo na changamoto. Kwanza kitu natakiwa kubaliana katika nafsi yako, ukubali ile kazi, kwa sababu ukishakubali ile kazi mwili utajiweka wenyewe basi una uvivu, kwa sababu kila mmoja huwa anapitia na changamoto zake za maisha. Lakini unakuta mtu anapambana mpaka anakaa sawa. Sawa, ndio unakuonyesha mazingira yalivyo, na pia tunaeleweshana zaidi, kwa sababu kwa mfano zamani mimi kuja Dubai, kila kazi ninayefanya naiona ngumu, yani mwili hautaki. Nimekaa chini na kufikiria, kutafakari kitu gani kinachonifanyisha mimi hizi kazi nizione ugumu. Yani si kama ni zohali, mtu kakupiga zohali ili kazi usiipende, ama ndoa usione tamu, kwa sababu zohali nyingine ambazo huwa zinaingia kwenye damu ya mtu
na fikra za mtu, yaani mwili unakuta hautaki chochote unakuta ile kazi unaichukia, unakuta kazi ambayo huipendi unafanya kazi haina jinsi kwa sababu tu unataka kulisha familia ama kuwalisha wazazi wako ama kutimiza malengo yako. Muhimu kwamba ni kubali kazi katika nafsi yako ili iingie kwenye damu, ufanye kazi kwa wepesi kabisa. Isiyo kwamba unafanya kazi unazalimishwa. Hapana jamani, hakuna kazi ambayo mtu azaliwa nayo kama hii ni kazi ama hivi na hivi. Unaweza kusoma lakini unaishia katika kazi ambazo hukutarajia kuingia, lakini unaweza kuingia hizo kazi, baadaye unaweza kufika katika malengo yako. Leo nimekaa hapa kuja kuelezana mawili matatu kwa niaba ya maisha ya kampuni chingine. Kwenye kampuni nyingine, mazingira ya choo, unaweza kukuta mazingira ya choo ni mabaya. Unafahamu, ni mabaya, mazingira ya choo ni mabaya. Hawa mazingira wengine kusafisha hawasafishi. Kama unavyoona hii mazingira yetu tunaishi, lakini tushaishi vumbi ile hapo, unavyoona vumbi, gari zinapita, tunaishi niko barabarani, lakini siku zinakwenda. Kiufupi, siku zinakwenda. Kama siku zinakwenda, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Muhimu kwamba ndio kama vyosema kwamba kazi kubaliana. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, watu wengi wanafeli kukaa kwenye makampuni, wanasema ni kazi ni nzito, kuanzia saa 12 hadi saa 4 za usiku, kwanza saa 4 ya usiku, wengine mpaka saa 3 saa asubuhi. Mimi cha kushauri muhimu, ili usikurupuke na kuomba haraka pasipo kujipanga. Inatakiwa ujipange. Unaweza ucancel, lakini kwanja mfukoni unaenda katika kazi ambayo mwenyewe, aidha unatafuta ID yako mwenyewe, kwa sababu ID ukiipata itakupa fursa na uwepesi baadhi ya vitu. Shanifahamu, kwa sababu unachagua kazi unahitaji na muda unaotoka mapema unafanya kazi zako nyinginezo. Lakini huwezi kufanya hayo yote ingawa hujakaa sawa, huna pesa za kutosha. Huwezi kuyafanya yote ndugu zangu. Huwezi kufanya yote, kwa sababu utakuja kuhangaika, utaja kuomba msaada, mwisho msaada usipate, familia kila siku unatupa pesa, vyumba hivi na hivi. Lakini sikukashe tamaa. Usiangalie sana ninacho kimaanisha ama ninachokiongelea kwamba cha ukata tamaa. Hapana. Almuhimu kwamba jua haya mambo ninazungumzia, inahitajika ujipange. Shanifahamu, maisha ya Dubai kwenye accommodation kwa sababu kila mmoja anakuwa na tabia yake. Bi maana maisha ya Dubai accommodation inatakiwa mwenyewe uyakubali. Na kwa sababu unaweza kwenda, kwa mfano tunaweza kwenda chooni, mwenzako anakwenda, maji yanatoka, lakini mzinga anaweka juu. Wewe unaingia unakuta kitu kimekuwa juu. Sasa niulize ni kwa sababu kila mmoja alipotokezea IP yake huko nyuma anijua yeye mwenyewe, anifahamu yeye mwenyewe. Almuhimu, ukiwa una jazba utagombana kila siku, mwisho utakuja kupigana, afu baadaye utakuja kuingia katika hatari ya mukhalifa, yani utaandikwa mukhalifa. Ama kuna makosa mengine unaweza kusamehewa, kupewa tekea mara kwanza na polisi, mara pili unaweza kupewa tekea, ya tatu ukifika polisi anachokifanya wao ni kukurejesha katika nchi yako, aidha kukupigia ile stampo ile ya red kwa miezi kadhaa, inategemea na kosa. Unaweza kupigwa, baadaye inakuwa inafutika baada ya miezi kadhaa.
lakini sio malengo sio malengo kwamba inahitajika sisi tufanikishe kile ambacho tumeshakiti katika nafsi yetu. Kwa leo naomba tufikie hapa. Nitakuja kuendelea zaidi kuelezeni zaidi, kupeni mawili matatu ili mpate kuelewa.